Hizi zilikuwa dakika zake za mwisho akiwa katikati ya bahari. Alichokuwa akitafuta ni tiger shark, papa hatari sana, ili tu amrekodi kwa ajili ya makala yake kuhusu viumbe hatari vya baharini. Lakini hafla, jambo ambalo hakulitegemea lilitokea. Ndani ya muda mfupi alikuwa akipoteza damu nyingi, huku akiwa amezungukwa na maji ya bahari, na safari yake ikaishia katika moja ya vifo vya kusikitisha zaidi. Huyu ni Steve Irwin, aliyesifika dunia nzima kwa kucheza na wanyama hatari kama mamba na nyoka. Siku hiyo alikuwa katikati ya bahari na timu yake, wakirekodi makala ya The Ocean's Deadliest, yaani wanyama hatari baharini, na walikuwa wakimtafuta papa. Steve aliamua kumtafuta papa badala ya mamba kwa sababu alikuwa amezoea sana kucheza na mamba, mpaka akaitwa The Crocodile Hunter, yaani mwindaji mamba, na hii ilimpa umaarufu mkubwa duniani. Wahenga walisema usimtukane mamba kabla hujavuka mto, lakini Steve Irwin alikuwa anatukana mamba huku anavuka mto. Na sio mamba tu, Steve alikuwa akikamata na kucheza na wanyama hatari sana kama nyoka wenye sumu kali. Ujasiri huo aliupata kutoka kwa baba yake mzazi, Bob Irwin. Baba yake alikuwa mtaalamu wa wanyama na mtunza mazingira nchini Australia. Steve alikuwa akimuona baba yake akiwakamata mamba waliokuwa karibu na makazi ya watu na kuwahamishia sehemu salama ili tu wasiwadhuru binadamu. Pia alikuwa na hifadhi ndogo ya kuwahifadhi wanyama dhidi ya majangili. Kwa hiyo Steve alijifunza mengi sana. Unaambiwa akiwa na miaka 8 tu aliweza kukamata nyoka aina ya Eastern Brown Snake, mmoja wa nyoka wenye sumu kali duniani. Alipokuwa mkubwa alitaka kuwa kama baba yake, na kweli alifanikiwa. Akapata umaarufu mkubwa na pesa nyingi baada ya kuanzisha kipindi cha The Crocodile Hunter. Watu walishuhudia utaalamu wake na ujasiri mkubwa aliokuwa nao, huku akisifika kwa mbinu yake ya kuwarukia mamba mgongoni na kuwakamata kwa nguvu. Lakini siku moja alifanya tukio baya sana kwenye show yake. Steve alimshika mtoto wake wa mwaka mmoja kwa mkono mmoja tu, na mkono mwingine akawa anamlisha mamba. Mashabiki wake na watu wengi walikasirika sana, mpaka mashirika ya kulinda haki ya watoto yalimkemea. Steve Irwin alijitokeza hadharani na kuomba msamaha. Akasema hatarudia tena kuhatarisha maisha ya mtoto wake. Na kweli hakurudia, lakini Steve Irwin hakuacha kuhatarisha maisha yake mwenyewe. Baadhi ya wataalamu wa wanyama walimwambia waziwazi, unahatarisha maisha yako Steve, na pia unawasumbua wanyama. Lakini Steve akaona hayo ni maneno ya wakosaji tu. Acheni nitafute mkate wangu wa kila siku, Steve aliwaambia. Siku zikaenda na mwaka wa 2006 haukuwa mzuri kwake Steve Irwin. Siku moja wakiwa wanaendelea kurekodi makala yao ya wanyama hatari wa baharini, Steve alikuwa kwenye boti yake pamoja na timu yake katikati ya bahari. Walitaka kumrekodi akiogelea karibu na tiger shark, papa hatari sana waliokuwa wakimtafuta. Lakini baada ya dakika chache tu, Steve aliona kiumbe mwingine kabisa anayeitwa stingray, ambaye si mnyama hatari, ni mpole tu, na mara nyingi akihisi hatari hukimbia. Lakini stingray huwa ana mwiba mkali na mrefu anaotumia kujihami anapohisi hatari. Steve akabadilisha mpango wake, akaacha kutafuta papa na akamwambia kameramani wake Justin Lyons, endelea kunirekodi, chochote kitakachotokea usiache. Basi wakazama ndani ya maji. Steve alikuwa anaogelea juu ya stingray
na kameramani wake akiwa chini yake. Wakati Justin anaendelea kurekodi, ghafla kitu kisichotarajiwa kilitokea. Stingley alipiga mkia wake juu na akarusha mwiba wake mkali uliomchoma Steve kifuani. Mwiba huo uliingia karibu kabisa na moyo wake. Ndani ya dakika chache tu, Steve alipoteza damu nyingi na kupata maumivu makali mno. Watu waliokuwa naye walifanya haraka kumtoa majini kabla papa hawajafika, kwa sababu papa huvutiwa sana na harufu ya damu. Walifanikiwa kumtoa, lakini hali ikazidi kuwa mbaya. Justin Lyons alimuita, "Steve, Steve." Steve akamjibu kwa maneno yake ya mwisho, "Ninakufa." Safari ya Steve ikaishia hapo. Kutoka kuwa mtu aliyesifika kwa kukabiliana na wanyama hatari zaidi duniani hadi kufariki kwa kiumbe ambaye kwa kawaida ni mpole tu. Pengine hii ndiyo maana halisi ya mpole muogope. Lakini swali kubwa linabaki, je, ilikuwa ni bahati mbaya tu ama Steve alijitakia yote haya? Steve Irwin aliacha historia kubwa ya ujasiri duniani. Aliifanya dunia ipende wanyama na kutunza mazingira, na hadi leo jina lake halijasahaulika. Kama ungekuwa wewe Steve siku hiyo, ungemkaribia Stingray ama ungeendelea kutafuta Tiger Shark? Usisahau kulike na kusubscribe. Mimi ni msimulizi wako Kelvin Daud. Tukutane kwenye story inayofuata.